nebigori byonsi. Mmekaribishwa sana kwenye huduma yetu ya Gospel Embassy. Lakini kimtasari tu nitakuelekeza ili uweze kujua ni nini Mungu anataka ili aweze kumhudumia mtu. Kuna wengine wanauliza maswali kama kweli, maana nimefundisha juu ya imani kwa miaka 7 mfululizo, kila Jumatano, kila Jumamosi na wakati mwingine kila Jumapili. Lakini wengine wanauliza, hivi Mungu anatumia tu imani ya mtu kuponya peke yake, hakuna kitu kingine anaangalia? Sasa leo kwa ufupi mno nataka nikwambie kwamba Mungu anaangalia vitu vitatu kabla ya kushughulikia mtu. Vitu vingapi? Na cha kwanza juu ya hizo vitu zote ni imani ya huyo mtu. Mtu akiwa na imani ya kutosha anasababisha Mungu kumsaidia kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ni muhimu kila mtu hawe akienda mahali anaweza akapokea imani, kwa sababu imani haipatikani kila mahali. You can't find faith everywhere, but you can find it somewhere. Maana imani kulingana na Biblia inakuja tu wakati Yesu anahubiriwa, na Yesu ahubiriwi kila mahali. Na uelewe kwamba kulingana na Biblia imani huja kwa kusikia. Warumi 10 ni mstari wa 17. Imani huja kwa kusikia. Na Biblia inasema watu usikia wakati Kristo anahubiriwa. Wakati nani anahubiriwa? Si Musa, sio Ibrahimu, sio Daudi, sio Sulemani, sio Morwabe. Nani? Kristo. Kwa watu wote waliofanya kazi ya Mungu, wakiwemo Samsoni na wengine walioaga dunia kabla ya Masihi kuja, hakuna kwa hata mmoja ambaye Mungu alisema anapendezwa naye. Lakini kwa Yesu, Mungu sauti ilitoka mbinguni ikasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Ndio unaona kabla ya Yesu kuja hakukuwa na imani duniani. Yesu alipokuja ndio Biblia inasema now faith has come. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu anaponywa kwa imani yake mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Mathayo 9:22 unaona Yesu akiambia ule mama aliyekuwa anatokwa na damu, anamwambia imani yako imekuponya. Hebu jiambie kwa furaha, imani yangu. Haleluya. Na kama hauna imani ya kutosha, nitakushauri, kwa maana imani huja kwa kusikia. Na si kwamba utasikia mhubiri yeyote kwamba anaweza akaambukiza imani. Kuna wale wako na mbegu ya imani ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukakaa chini ya mhubiri fulani kwa miaka 50, kwa kuwa yeye pia hana imani, ana mbegu ya imani ndani yake. Hiyo mbegu haiwezi kusababishika ndani yako. Na siku moja mtakutana na mchungaji ambaye ana mbegu ya imani, atasema maneno kwa dakika 10 na hiyo imani itakuwa ndani yako. Na utashangaa, na hii miaka yote nimekaa imekuaje? Ndio maana Biblia inasema watu watakao muita Mungu wataokoka. Na inauliza watamuitaje Mungu ambaye hawajamwamini? Na watamwaminije kama hawajasikia? Na watasikiaje kama hawana mhubiri? Naye mhubiri atahubirije kama hajatumwa? Warumi 10 mstari wa 13 hadi hapo mstari wa 15. Kwa hiyo lazima hawe mhubiri huyo ametumwa na Mungu, na Mungu hawezi akamtuma mhubiri kama hajaweka mbegu ya imani ndani yake. Hiyo mbegu ndio huyo atakapofungua kinywa chake.
aongee na watu wa Mungu, itamea ndani yao. Na kadiri unavyoendelea kuingia mahali hiyo imani inahubiriwa, kiwango chako cha imani kinaendelea kuinuka. Sema amen. Amen. Vile mlikuja leo, kile kiwango mlichoingia nacho cha imani hakitakuwa hicho wakati mnatoka. Lazima itakuwa umesonga hatua. Labda uenda usijue, lakini kuna mambo fulani kwenye maisha yako yatakuwa rahisi, ndio utajua kumbe imani yangu imeongezeka. Mengine yalikuwa ni impossible. Kwa sababu gani? Imani inapoingia kwenye maisha ya mtu inafanya mambo impossible yanakuwa possible. Kwa hiyo kuna mengine madogo ulikuwa unajaribu kung'ang'ana auone yakisonga. Sasa ukitoka hapa utakuta yanasonga tu, unasema ama imani yangu imeongezeka. Because utatambuaje kwamba imani imeongezeka? Utatambua kwa sababu kazi ya imani ni kufanya matukio. Kwa hiyo utaangalia mambo fulani kwenye maisha yako, utaona yamebadilika, na hapo utajua kiwango chako cha imani kimeinuka. Haleluya. Kwa hiyo si ati unaenda kwa nyumba unaota unasema imani yangu imefika 70%. Kwa sababu Biblia inasema imani iko katika viwango. Kitabu cha Warumi 12 mstari wa 3. Kiwango chako cha imani sio kiwango changu. Haleluya. Na ujue hivi, mtu wa Mungu, hicho kiwango chako cha imani ndicho kina determine ni nini unapokea. Kwa sababu Mungu anakupea sawa sawa na kiwango chako cha imani. Matthew 9:29. Matthew 9:29. Kwa hiyo Mungu anaweza akakushughulikia kupitia kwa imani yako. That's number 1. Number 2, Mungu anaweza akakushughulikia na kukuhudumia kufuatia imani ya watu wengine, by using other people's faith. Anaweza akatumia imani ya watu wengine. Tuseme kwa mfano umekufa kama Lazaro. Uwezi ukasikia, na ukiwa umekufa hauna imani. Unahitaji imani ya mtu mwingine kama Yesu, ndio hali yako ya maisha iweze kurudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Halo? Yes. Mnakumbuka kuna mtu alikuwa mgonjwa sana na hakuwa anachiweza, alikuwa amelala kwenye godoro siku zote. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Marko 2 mstari wa 4, marafiki zake waliokuwa wanampenda Yesu. Marko 2 mstari wa 4. Marafiki zake waliokuwa wanampenda Yesu wakasikia kwamba Yesu amekuja na yuko kwa nyumba hapo Kapernaumu. Biblia inafundisha wakakwenda moja kwa moja wakiwa wamempepa yule mtu. Na walipofika kwa ile nyumba ikawa wamechelewa na watu wamejaa kila mahali ndani na nje. Ikabidi wakaingia juu ya nyumba ile, kwenye baa ya nyumba, wakachimba pale na kuteremsha yule mtu. Yule mtu hakuwa na imani ya kibinafsi, alikuwa na imani ya marafiki. Marafiki ndio walikuwa na imani, wakasema tukipeleka rafiki yetu kwa Yesu ataponywa. Kwa hiyo Yesu, Biblia inasema Yesu alipoangalia imani yao. Yesu alipoangalia imani yao, sio imani yake, yao, akajua kweli wanamwamini sana, akaponya yule mtu kufuatia imani yao. Kwa hiyo ukiwa hapa wewe ni mama, ukiwa hapa wewe ni mzee, ujue kuna uwezekano mkubwa Mungu anaweza akaiokoa familia yako kupitia kwako. Ujue Mungu anaweza akaokoa bwana yako, anaweza akaokoa mke wako kupitia kwa imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pia kwenye kitabu cha Marko 8 mstari wa 22, kuna mtu ambaye alikuwa kipofu kwenye mji unaitwa Bethsaida. Mji wenyewe ulikuwa umelaaniwa na Yesu mapema, lakini hapo ndani kulikuwa na kipofu. Na huyo kipofu alikuwa anahitaji msaada ili aweze kuona. Na Biblia inasema kwa maana ni kipofu angeweza kujipeleka kwa Yesu, lakini marafiki zake wakasikia Yesu anakuja. Biblia inasema wakampeleka yule mtu kwa Yesu ili Yesu aweze
kumgusa. Maana najua kuna marafiki wazuri ni wale wanaoona shida yako na wanakupeleka kwa Yesu. Hao ndio marafiki wa kweli. Ni rahisi kutambua marafiki ulionao. Ukikuta una marafiki ambao tangu waanze kukupatia ushauri hali yako imekuwa mbaya zaidi, unafaa kumwomba Mungu akubadilishie marafiki. You are operating with wrong friends. When you have the right friends, they will always take you to the right place for a solution. Watakuchukua mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema wakampeleka kwa Yesu. Walipomfikia they will always take you to the right place for a solution. Watakuchukua mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema wakampeleka kwa Yesu. Walipomfikia inayotembea. Na Biblia inasema Yesu akamgusa tena. Nataka nikwambie mtoto wa Mungu kwamba wakati mwingine unaporudia kutafuta msaada kwa Yesu, si makosa. Maana hata Yesu kuna hali mtu anaweza kuwa kwayo mpaka akiuzwa mara ya kwanza hakutakuwa na mabadiliko 100%. Utakuwa na mabadiliko 50%. Inawezekana leo naongea na mtu ako na ukimwi na nikuombee uone maumivu yote yamekwisha, lakini uende kupima upate hali yako ya HIV bado ni positive. Hiyo haimaanishi kwamba Yesu amemalizana na wewe. Inamaanisha Yesu hajamalizana na wewe. Unahitaji tena kuguswa raundi nyingine ndio upate 100% perfection. Haleluya. Na Yesu pia number 3 anaweza akamsaidia mtu kufuatia matendo ya huyo mtu mazuri kwa ufalme wake. When you do good to his kingdom, wakati unatenda mambo mazuri kwa ufalme wa Mungu, matendo yako mazuri pia yanakufuata na yanakutetea wakati wa matatizo. Ndio maana Zaburi 41 inasema amebarikiwa yule anayewahurumia wanyonge. Siku atakapopatwa na shida, Mungu atamtetea. Asikudanganye mtu kwamba matendo yako mazuri hayana connection na ufalme wa Mungu. Vile matendo mabaya yako na connection na ufalme wa Shetani, ndivyo matendo mazuri yako na connection na ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mnakumbuka mama alikuwa anaitwa Dorcas kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 9 mstari wa 36. Dorcas ama Tabitha aliaga dunia, lakini kazi yake ilikuwa ni kuwajali wajane na mayatima. Anawatengenezea sweta, anawapatia for free. Na Biblia inasema siku alipokufa walienda kwa Betero wakamwambia mama huyu ambaye ameiaga dunia ndiye peke yake alikuwa anajali wajane na mayatima. Maneno yale mazuri aliyokuwa anafanya yalikuwa yamefika kwenye kiti cha enzi. Kwa hiyo Betero alipoingia ndani ya nyumba alimrudishia uhai wake. Ilikuwa rahisi, ilikuwa ni kufuatia matendo yake. Na mtu mwingine ambaye mnajua kwa Biblia anaitwa the centurion, kitabu cha Luka 7 mstari wa 4 na 5. Luka 7 mstari wa 4 na 5. Centurion naye alikuwa na mtoto kwa nyumba yake, na huyo mtoto alikuwa mgonjwa. Na Biblia inasema wazee wa kanisa wakaenda kwa Yesu wakamwambia Yesu, mstari wa 4 Luka hiyo 7, wakamwambia Yesu, huyu mtu ambaye mtoto wake ni mgonjwa anafaa kusaidiwa na wewe, kwa sababu alipenda watu wetu na yeye peke yake akatuchengea sinagogi. Unaona? Kwa hiyo anahitaji kusaidiwa kwa sababu
ni mtu anayependa watu, na pili, mapenzi yake sio ya mdomo, ni ya matendo. Alitupenda na akachukua hatua, akachenga sinagogi. Yesu aliposikia hivyo, akaamua kwenda kwake. Akiwa njiani, akakutana na mama mengine. Mama ule alikuwa anatokwa na damu, walikutana kwa njia. Akaponya huyo mama, na kabla aendelee na safari, akaambiwa hata hakuna haja mnakuja, mtoto amekufa. Yesu akasema msijali. Akaenda mpaka kwa nyumba, akaingia na mama na baba ya ule mtoto, na akarudishia ule mtoto alikuwa amekufa uhai. Ni nini kilisaidia yule mtoto? Sio imani ya yule mtoto, wala sio imani ya centurion, ni matendo ya centurion, kwamba anapenda watu. Let me tell you, watu wengine wanakuambia umeokolewa kwa neema na hakuna sehemu ya matendo. Iko tena kwa kiwango kikubwa. Kwa kiwango kikubwa sana. Usichoke kutenda mema. Biblia inasema do not be weary, msichoke kutenda mema. Kuna wengine mmekaa hapa, mumetenda mema, imefika mahali mnaona kama mnalemewa, mwarosire gukora maya timobaisa korosa. Kuna siku inakuja, yale ambayo unatenda yataonekana kwa watoto wako. Labda hautakuwa hai, labda hautakuwa around, lakini kuna kitu ulifanya. Mbingu haitasahau. Mbingu haisahau, inaweka rekodi na inaweka kwenye kumbukumbu. Atufanyi mazuri ili tulipwe tukiwa hai. Tunafanya mazuri maana tuko connected na Mungu, na tunajua hata wakati hatutakuwa kwa hii dunia, yale tuliyoyafanya yataendelea kwenye vizazi vingine vijavyo. Hatuishi kwa sababu yetu peke yetu, tunaishi kwa sababu ya wengine. Hatuishi kwa sababu yetu peke yetu, kwamba mambo yako yaanza na wewe na yaishe na wewe. Hapana, yataanza na wewe, lakini yanafaa kuendelea kwa vizazi vingine. Everyone seated here, you have a generation. Mungu amekubariki. Kuna watu fulani wako connected na wewe. Wengine ni wachukuu wako, wengine ni watoto wako. Leo hii nikiongea, haujaona dalili ya matendo ya Mungu juu ya maisha yako, lakini itatokea. Kuna akina mama wengine mko hapa, na akina baba, hamwezi mkajua vile kutakuwa kesho. Ukiangalia dalili ya maisha yako, umeolewa kwa miaka 50, haujaona hata nyumba permanent hapo kwako. Usichoke kutenda mema. Wakati mwingine mambo mengine yatafanyika wakati hautakuwa, na mengine yatafanyika ukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Muwe watu wa amani, muwe watu wa kupenda, na kwa njia hiyo utamshinda shetani kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi nakushauri uchenge imani yako, na umuombe Mungu akupatie network ya marafiki wenye imani. Ndio siku ile imani yako italemewa, watakuinua. Na mwisho, usichoke kutenda yaliyo mema, maana kuna sehemu ya mambo mazuri kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Yes. Amkumbuki kuna mtu alifunguliwa macho na Mungu, akaangalia, akaona maombi na mahali maombi na matendo ya watu wazuri yamewekwa. Akashangaa sana. Wengine tunakosa kuponywa, si kwa sababu ya ukosefu wa imani, lakini ni kwa sababu ya hali yetu vile hiko. Wengine hali yako unakuta mikono inakuuma, labda miguu inakuuma, na umetembea na inaonekana Mungu hataki kukuponya. Kwa sababu Mungu amekuacha kwa hali hiyo, anaogopa akikuponya hiyo mikono itararua mtu. Kwa hiyo afadhali iendelee kukuuma, ndio huyo mtu mwingine asalimike. Kuna wengine hali yenu ya kiafya ndio imekufanya kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa naambia wachungaji siku nyingine hapa na siku ya jana, kwamba mambo haya yote yanafanya kazi kama ayako kwa mapenzi ya Mungu. Kuna wakati Mungu anairuhusu hali yako ipaki hivyo,
hata ukiombewa wapi na wapi inapaki hivyo, kwa sababu anajua ni kwa njia hiyo tu utanyenyekea, labda mpaka wakati utakomaa kiimani. Kuna wengine hali yako ya maisha Mungu anaiachilia, anajua baraka yako iko mbele, lakini anaiachilia kwa sababu anajua kwa kipindi hiki akiruhusu utajiri uingie, kama una mke hata kuona tena. Ile akili ya zamani itarudi ya kutaka kuenjoy maisha. Kwa hiyo Mungu anakuruhusu unakosa renti, akili yako wiki mzima inafikiria rent. Na rent ni kitu kidogo sana. Wewe haufai kungangana na rent, unafaa kuishi kwa nyumba yako. Unapiga mahesabu, unatafuta shilingi 10 uongezee ifike 30 ya pikipiki kwa nyumba for 20 minutes. Ni Mungu tu anakunyenyekesha. Haleluya. Hali zingine za magonjwa, si kwamba ni shetani amepata kibali sana juu ya maisha yako. Hapana. Hali zingine vile Biblia inasema zimeachwa kwa utukufu wa Mungu. Wakati walimuuliza habari ya Lazaro, alisema hayo yamefanyika kwa utukufu wa Mungu. Paulo alikuwa na shida kwenye maisha yake, akiwa na ubiri, akaenda mbele za Mungu akamuuliza mara ya kwanza na kuomba, Jehova uniondolee mwipa, kwa sababu ninajua kabisa huu mwipa uko kwa maisha yangu umetoka kwa shetani. Mara ya kwanza Mungu hakumjibu. Mara ya pili Mungu akanyamaza. Mara ya tatu Mungu akamjibu akamwambia, huo mwipa ambao uko kwa maisha yako ndio unafanya neema yangu inaonekana kwa wazi. Kuna situations zingine za kimaisha zinafanya neema ya Mungu inaonekana. Wengine mlio hapa, kama sio hiyo hali, tuseme tu ni ukweli, ungekuwa hapa? Ungekuwa hapa? Leo hii tuseme unatafuta kazi. Kama ungekuwa umepata kazi kwa ofisi ya Vice Chancellor, mshahara wako ni 120,000, ungekuwa hapa? Kama ungefutwa, ungekuwa hapa? Hata ya mama matatu ungeyajua? Pigia Yesu makofi, amekupea opportunity. Yeah. Kama Bwana angeenda, ungekuwa hapa? Ni kwa utukufu wa Mungu. Sikia, watu wengi especially wa Afrika wanamtafuta Mungu kwa bidii na kwa gharama wakati mambo hayako sawa. Hata ukisikia kuna upako Mombasa utakwenda, kuna Nigeria utakwenda, lakini wakati hali imekuwa sawa utakumbusha kuhusu Mungu. Hata televisheni watoto wakiweka mahali mtu anaombewa na mambo yako yako sawa, sema ruhusia upeka habari. Lakini leo mtu atoe mahali unaona watu wanaombewa, unaweza mpiga, kwa sababu hali yako inahitaji. Usitafute Mungu wakati mambo hayako sawa peke yake. Mfanye Mungu awe rafiki, ndio unaweza kuwa kwenye safari bila kuwa na ule uoga kwamba kitu kinaweza haribika. Let God be your friend. Create an atmosphere that enables him to stay with you. Hallelujah. Iwe hali ni nzuri, iwe Bwana yuko, iwe hayuko, iwe mama yuko, iwe hayuko, iwe school fees imepatikana, iwe haijapatikana. When God is your friend constantly, rarely will things go wrong. Na hata kama kitu kitaharibika, lakini utajua kimeharibika, lakini Mungu anajua. Hautaogopa ati mbona mambo yangu yako namna hii. Is God really aware? When you are a child of God, God monitors your steps. The Bible says he considers every step. Anahakikisha hata mguu wako hautachukua. God will protect your life. Hallelujah. He will protect your life. Mfanye hawe rafiki yako. Mambo mengine haya shetani analeta, atayaleta tu kwa kuomba kibali kwa Mungu. Hata ruhusiwa.
hawezi kuleta. Unajua kuna wakati unakuwa rafiki ya Mungu, mpaka ili shetani akupate lazima aombe nafasi. Lakini wakati haujakuwa rafiki ya Mungu kwa hicho kiwango, shetani kukupata, yani ni kama tuseme ukiingia kwa shamba ambalo liko fenced na lile ambalo haliko fenced, are they the same? Ukiingia kwa shamba ambalo liko fenced na liko na geti, lazima utauliza mwenyewe, ninaingia ama nisiingie? Au uingie kwa lazima kwa kupasua hiyo fence. Lakini shamba ambalo halina fence, utaingilia left, right, west, south. Na maisha yako wakati hayana Yesu, shetani anaingia without permission. Hata akisikia kupumzika, anakuja direct kwako, anapumzika na malaria yake, anapumzika. Lakini wakati Yesu ametawala na ndani, kama vile alitawala kwa maisha ya Ayubu, shetani anang'ang'ana kukupata, lazima aombe permission. Lazima aombe permission. Mimi nilisoma Biblia siku moja, nikaona mahali nasema, like a city without walls is an individual without control. And therefore, Yesu akiwa ndani yako, kuna control. Haleluya. Mimi nawatakia mema. Na niwaambie kitu kimoja. Na hiki ninachowaambia mkae nacho na kidumu kwenye maisha yenu na kiwe sehemu ya maisha yenu. Na ni neno moja tu, hakuna kitu kinachomshinda Mungu. Hakuna. Ninaongea kama shahidi. Naweza nikashuhudia mambo mengi, lakini naongea kama shahidi. Hata yale machache nimeyashuhudia hapa kwa hili kanisa. Nimeshuhudia mtu akirudishiwa uhai hapa. Nimeshuhudia, yani hata nikifa leo, nitakuwa nimekufa na uhakika wa kiwango cha juu. Kuna miaka ya nyuma ningeshuku, ningekuwa nasikia Yesu anaponya, ninashuku. Nilikuwa nasikia Yesu anatenda. Lakini nilipoanza kujaribu nione, mimi pia sikuzaliwa nikishuhudia miujiza. Nilizaliwa kama wengine nikipinga miujiza. Lakini nimeshuhudia hapa watu kwenye wheelchair wakiacha wheelchair wakienda kwa miguu yao. Hapa nimeshuhudia kwa miaka hii 7 nimehubiri. Nimeshuhudia akina mama waliofungwa na shetani wakiwa katika ndoa, wakafungwa wasipate watoto. Nimeshuhudia mtu wa miaka 14 amepata mtoto, mtu wa miaka 7 amepata mtoto, mtu wa miaka 5 amepata mtoto, mtu wa miaka 10 amepata mtoto. Nimeshuhudia muujiza hapa. Mama ambaye aliambiwa hawezi kuolewa tangu awe msichana, ameishi kwao kwa miaka 50. Nimeshuhudia harusi yake hapa baada ya miaka 50. Ndio nikajua Mungu hawezi akasuirika. Nimeshuhudia mama maskini hapa, vile Biblia inasema nitamuinua mnyonge na kumfanya tamketisha pamoja na wafalme. Nimeshuhudia hapa kwa miaka 7 kijana ambaye tulianza naye kanisa, alikuwa anafukuzwa rent na heshima ikakuwa imekwisha. Leo hii nikiongea, amejenga nyumba yake Nyamatare ya milioni 27. Nimeendesha kanisa ambalo halina hata pikipiki moja, lakini leo nikiangalia naona karibu michi 100 ina magari. Huyo ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshuhudia wazee wa miaka mingi wameambiwa wengine hospitali, wameletwa hapa na manguo za hospitali kwamba ni kansa. Nimeshuhudia mzee ambaye ameletwa hapa kutoka Kisii na kansa,
Anasema ni kansa ya wazee. Na nikamwangalia, na ni mzee wa kanisa, nikamwambia wewe hautakufa. Maana Biblia inasema kwenye Zaburi 118 mstari wa 17 kwamba sitakufa, nitaishi kuyatangaza makuu ya Mungu katika nchi ya walio hai. Nikamwambia hautakufa, na dakika hii Jumatano ya leo umepona. Akarudi Kristo Mariani. Madaktari wakuu wa Kisii wakatuma report Kemli. Baada ya siku 14 ikakuja cancer negative. Hapa ndio maana nakwambia asikudanganya mtu kwamba kuna kitu Mungu hawezi kufanya. Haleluya. Watoto wa shule ndio nimeombea hapa. Nimesikia shuhuda, mtoto ana score 150. Na baada ya kumwombea anafanya mtihani wa class 8. Ninaambiwa pastor thank you, mtoto wangu aliscore 405. Sema 18405. Yani hata yale mama madogo ambayo unatharau, unafikiria Mungu hawezi akaingilia. Kama wewe ni mtu wa imani, God is concerned of every small detail of your life. Hiyo nakwambia na ni uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona watu wengi wenye vimbo, hii mikokoti ya hospitali wameiacha hapa, na ni watu walipata ajali. Kama kuna siku moja nilishuhudia kijana yetu mmoja anaitwa Ben, akakwenda kwao nyumbani, akirudi pikipiki yake ikaanguka na akaumia sana kiwango kwamba hangeweza kutembea. Wakati wazee wa kanisa hili walinipigia ambao wanaendesha pikipiki, nikawaambia mlete kanisani, niko huko nimuone na mimi vile atembei. Wakampepa kumleta. Kumwangalia nikarealize kumbe alipoenda nyumbani wale wachawi wanaoshughulikia kutotachirika kwetu waliona hiyo pikipiki na wakarealize ni yake. Maana wakati huo nilikuwa tumeingia kwenye maombi na wazee, tukasema atuendeshe pikipiki za watu wengine, tutaendesha zetu na tutatoka kwa hizo pikipiki tuende kwa magari. Maana Biblia inasema tusitarau mwanzo mdogo. Na nilipomwangalia nikarealize ni kazi ya wachawi. Nikasema kwa jina la Yesu Kristo aliyeniokoa, hiyo damu inafucha kwa miguu ikome mara moja, na hiyo miguu ianze kutembea. Nikaona miguu inatetemeka yenyewe namna hii. Baada ya dakika 5 alisimama, akatembea, na hatukwenda hospitali. Narudia kusema asikwambie mtu kwamba kuna kitu Mungu hawezi akafanya. Daktari mmoja akaletwa hapa na mchungaji wake wa Wasabato kutoka Keroka miaka ya nyuma, mwaka 2015. Issue yake ilikuwa ni madeni mengi na alikuwa anaelekea kuchinyonga. Alipoongea na pasta wao akamwambia hiyo level mahali imefika, hakuna pasta wa kanisa yetu atakusaidia. Lakini kuna pasta alitoka kwa kanisa yetu anaitwa Morwabe, ako Kisii, ukienda atakusaidia. Daktari alipokuja hapa, leo hii ni mzee wa kanisa hapa, alinielezea shida vile alipopata virusi vya ukimwi na vile maisha yake yamesambaratika tangu mke wake ayage dunia. So aliponielezea nikamwambia kitu hauna, sio upungufu wa kinga mwilini, sio upungufu wa damu mwilini, kitu uko nacho ni upungufu wa neno la Mungu. Unajua ukiona hali yako usifikiri ni hiyo hali. Kama kuna upungufu wa ufahamu wa neno, utakuwa uko ndani ya tatizo. Kwa sababu Biblia inasema watu wanaangamia kwa sababu ya kukosa ufahamu wa neno. Hosea 4 mstari wa 6. Nikamwambia daktari, ukikaa chini ya neno na ufahamu Mungu kwa ndani, hiyo shida yote umenielezea itaisha. Tumekaa na daktari, anaenda anapimwa, anaambiwa bado uko positive. Anapimwa bado uko positive. Na mimi nikamwambia negative lazima utakuwa.
endelea kumwelewa Kristo, kwa sababu hakuna kitu kinachomshinda. Na pia Biblia inasema ukiwa na imani, wewe ambaye umekaa hapa, mambo yote yanawezekana. Kitabu cha Marko 9 mstari wa 23. Haleluya. Tumekaa naye kufikia mwaka wa 2019. Alienda kupimwa, akaambiwa hana virusi hata kidogo kwenye mwili wake. Furaha ikaingia kwenye moyo wake, na hata kama alikuwa ameona maisha yamekwisha, akaona mwanzo mpya, akanunua gari, amechenga nyumba yake, amemaliza, maisha yameanza. Kuna mtu amekaa hapa unaona ni mwisho wa maisha. Hapana, wewe umekaa before the throne of the King of Kings, and your life will begin anew. Bogi mamboli kwere na muntu bale na Yesu. Oboko na kobobo yeli tukaseli tukobedeba. Biblia inasema the mercies of God are new every day. Okubuka maabiri uwetana na lyo mwelio kumbe no muchaka no munya. Buna bogo kina Yesu o muchaka no munya. Buna bogo kina Yesu. I mean, that's what we are enjoying. Hallelujah. Na amenye ire Yesu yo asemya kemenge kera buna bogo kina bondo chevinte binya every single day. Hallelujah. Ndroko ranga weikirenge gupibono mambia na lyo mwelio otege tukolike wirio akano kwaeli. Ino muchaka no. Kama if you are a friend of Jesus, it's a new beginning. Hakuna hata ugonjwa utaleta mwisho wako. Mwisho wako utaingia kwa mikono. By the way, Yesu anasema yeye anaondoanga magonjwa miongoni mwa watu wake. Hallelujah. Una ugonjwa wa arthritis, una ugonjwa wa cancer, una ugonjwa ambao wengine hujulikani majina, umeenda hospitali zingine wanakuambia atuone shida, umepiga x-ray, umefanya MRI, umefanya. Those are good things to do when you have money. Those are good things to try. Si vizuri kuondoka kwa hii dunia ukisikia machina mengine bila kujaribu. But the answer is with the Lord Jesus. Ultimately, mkono wa Yesu ndio utakuinua. Ultimately. Lakini nakuomba tu uzidi kumwelewa na umfahamu kwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Umaskini huu umesababishwa na wachawi na pia wachungaji. Hiyo umaskini mko nayo. Na msipende umaskini. Yesu anataka muwe matajiri. Kuna watu unajua wamekaa katika umaskini mpaka wanafikiria ni mapenzi ya Mungu. Kulingana na Biblia, mapenzi ya Mungu ni prosperity. Barua ya 3 ya Yohana mstari wa 2 inasema, wapenzi ninawaandikieni ili muweze kutajirika katika mambo yote. Barua ya 3 ya Yohana, third letter of John, chapter 1 and verse 2. Kama kuna mambo Mungu anatakia watu, ni mambo mawili muhimu sana: utajiri na afya. Haleluya. Mungu anasema, mkumbuke mimi Bwana Mungu wenu ndiye nawapatia nguvu ya kutajirika. Nguvu ya kufanya nini? Ya kutajirika. Kitabu ya Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 18. Nawapatia nguvu ya kutajirika. Watu wanaosababisha umaskini ni wachawi na wachungaji. Nitakwambia kwa njia gani. Sasa sikiliza, Mungu anapeanga nguvu ya kutajirika, na kwa njia hiyo anatimiza agano lake. Na ukisema umebarikiwa na hauna utajiri, auongee ukweli. Auongee ukweli. Kwa sababu Biblia kwenye kitabu cha Methali 10 mstari wa 22 inasema baraka ya Mungu utajirisha na aiongezi machungu. Kwa hiyo kama umedumu chini ya baraka ya Mungu, kuna mambo mawili utaona. Utaona furaha na pia utaona utajiri. Wangapi mnaamini kwenye Biblia? Naona mnaniangalia kwa huzuni. Hatuna kitabu kingine gakia wanafanya sawa. We only have one, and we must understand that one book. Kitabu ne kie kama ngegoro kwa Biblia
na hana kitu wende ku understand to menyerekero kyo toto boy. Hakuna style nyingine. Ni understanding that book. The blessing of the Lord makes rich and it adds no trouble. Wakati baraka ya Mungu imeingia kwa mtu, haiongezi machungu, lakini inatajirisha. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV.